mbona watu wanapata watoto? Hatushangai. Mungu anakuwezesha, unasafiri, unakwenda Dar, unarudi salama. Hatushangai. Sasa kwa nini fedha ionekane ni kitu adimu? Kwa hiyo tumetengeneza kwenye mentality kufahamu, tumekulia mazingira ambayo yanatutenga mbali na fedha, yanatuonyesha kwamba fedha ni kitu adimu sana, lakini kumbe fedha ni kitu rahisi sana. Tunaona katika mazingira ya kawaida, unamtengenezea mazingira mtoto, unamwambia unacheza na milioni 10 wewe. Anaona kwamba milioni 10 ni kitu kikubwa sana, lakini kumbe ni ndogo, ni ya kawaida kama ilivyokuwa baraka. Hatushangai ulikuwa na uvimbe, umezunguka kwenye mahospitali, umeshindwa kupata matibabu, madaktari wameshindwa, lakini kwa Mungu inawezekana. Unaombewa, uvimbe unadismiss, unatoweka uvimbe. Kwa nini sasa fedha iwe kitu kigumu? Kwa hiyo tunapaswa kuvunja uadui, inapaswa kutengeneza au kuyaondoa yale mazingira yanayotuonyesha kwamba fedha ni kitu adimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo fedha sio kitu cha pekee, ila wewe ndio pekee. Sema, fedha sio kitu cha pekee, mimi ndio pekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Wito wetu toka Mungu anatuumba, toka Mungu alipotuumba akaleta agizo la sisi kuongezeka. Tunapaswa kuongezeka katika kila eneo. Hebu tusomee katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 28. Mwanzo 1:28. Somea. Nasoma katika jina la Bwana Yesu. Ndio. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, katawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu ametoa agizo kwamba zaeni mkaongezeke. Kuongezeka huku anapozungumzia sio kuongezeka kwa kuzaliana tu. Tunapaswa kuongezeka katika kila eneo, kwenye eneo la uzao, kwenye eneo la uchumi na fedha, na kwenye maeneo mengine yote. Lakini sisi tunawaza tu kuongezeka kwa uzao, lakini kumbe Mungu ametoa kibali tuzae na tukaongezeke katika kila eneo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ongezeko kwetu ni agizo, sio muujiza. Ongezeko ni agizo la Mungu, sio muujiza. Kwa hiyo kila mmoja wetu ameumbwa kwa kusudi la kuongezeka. Maongezeko ya kiungu mara zote yanakuwa hayana mipaka. Maongezeko ya kiungu yanakuwa hayana mipaka. Utaendelea kuongezeka katika kila eneo pamoja na ongezeko la kifedha. Sasa kuongezeka
imetajwa katika maeneo ya vitu ambavyo mwanadamu anapaswa kuongezeka. Sasa fedha ni kama mbegu. Fedha ni kama mbegu. Fedha ni kama mbegu. Mbegu yenye uwezo wa kuzaa. Mbegu unaweza ukachukua sado moja ukaipanda katika shamba, na baada ya muda unajikuta unavuna roba 10, roba 20, roba 50, kwa sababu fedha nayo iko hivyo hivyo. Unaweza ukanunua bidhaa leo kwa shilingi 10 ukaenda kuiuza kwa shilingi 50. Si mezani? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika hili kuna siri ambazo tunapaswa kuzifahamu za kuongezeka kifedha. Unazifahamu hizo siri? Walimwambia jirani yako, leo unazifahamu siri za kuongezeka kifedha. Siri ya kwanza ya kuongezeka kifedha inasema kataa kutegemea mshahara. Sasa kidogo, siri ya kwanza, andika, kataa kutegemea mshahara. Bwana Yesu asifiwe. Siri ya kwanza. Naomba nikwambie ukweli. Hakuna mtu aliyewahi kufanikiwa kwa kutegemea mshahara. Wote ukweli. Hakuna mtu aliyewahi kuongezeka kifedha kwa kutegemea mshahara. Naongezea, hakuna aliyewahi kuwa tajiri kwa kutegemea mshahara. Mashuhuda wengi taja hapa wale wenye fedha au mabilionea. Huwezi kukuta bilionea ni mtumishi wa umma. Jamani, kweli sio kweli? Kwa hiyo tegemea mshahara una kipimo. Mshahara una kipimo. Umewekewa mshahara katika kipimo cha kufanya wewe uishi katika kipimo fulani, usiongezeke. Tunaita scale of what? Salary. Mtumishi wa umma anafahamu scale of salary. Si TGS, si PMGS, si ngapi. Kwa hiyo mshahara wako scale yake ni 500,000. Mshahara wako scale yake ni 200,000. Hiyo kwa hiyo itakufanya wewe uishi katika scale hiyo. Huwezi kufanya kitu zaidi. Huwezi kumsomesha mtoto kwenye shule wanayolipia ada milioni 5 kwa sababu mshahara wako ni 200,000.